إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقال الله جل من قائله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هاتان الآيتان هي مقدمة في خطبتي التي عنونتها خطر الإشاعة والكذب في تدمير الفرد والشعوب. Aya hizi mbili ambazo nimetangulia kuzisoma ni utangulizi katika hutuba yangu ambayo nimeita hatari ya uzushi na uongo katika kuangamiza mtu mmoja pamoja na jamii nzima. Uhatarisho uliopo katika kutengeneza skendo na kuitawanya kwa watu na kutengeneza uongo kueneza kwa watu. Namna gani mtu mmoja mmoja anaathirika na hali kama hii? Namna gani jamii nzima inaathirika na hali kama hii? Ayyuhal mu'minun, ndugu zangu katika imani, nimeanza na kauli ya Allah tabaraka wa taala iliyopo katika suratun Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi. Wanafiq tabia yao wanapojiwa na jambo
linalozungumzia, linalohusiana na amani ya watu au hofu ya watu, adha'u bihi, basi huwa wanafanya haraka kulitawanya, kulieneza, kulisambaza lile jambo. Walau radduhu ila rasul, kwa nini lile jambo wasilirejeshe kwa mtume kwanza katika wakati wa uhai wake? Au na kwa nini jambo lile wasilirejeshe likapimwa katika sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuondoka kwake? Wa ila ulil amri minhum, na kwa nini jambo lile wasilirejeshe kwa watu wenye mamlaka kwa wao? Na ulul amri katika istilahi ya kisheria imma al-ulama wa imma al-umara. Ulul amri imma watakuwa ni watawala au wanawazuoni. Basi kwa nini jambo hilo wasilirejeshe kwa watawala? Watawala ndo waliseme, ambao wao wanaweza kudhibiti baina al-masalihi wal mafasid, baina ya maslahi na madhara. Na kwa nini wasilirejeshe jambo hilo kwa wanawazuoni ambao wao wana uwezo wa kujua neno hili tukilipeleka kwenye jamii litaleta madhara kiasi gani, litaleta manfaa kiasi gani? Na kwa siyaki ilivyokuja, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangeleta ilmu yenye manfaa wale wenye uwezo wa kuzalisha faida miongoni mwao. Hii ni karina kuonyesha haya mambo yarejeshwa kwa wanawazuoni. Ulil amri hapa yawezekana wakawa ni watawala, yawezekana ikawa ni wanawazuoni, lakini kwa karina ya kusema la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, hapa inamili zaidi kwa wanawazuoni. Wao ndio wapelekewe mambo yanayozungumzia amani ya jamii au hofu ya jamii, wao ndio wawe wanayatangaza mambo hayo, kwa sababu wao wana asli ya udhibiti wa mambo. Wao hawana mihemko. Lakini inapotokea kivuli kimepinda, kosa lipo kwenye kivuli au kwenye mti uliopinda, kwa sababu kivuli hiki ni kivuli cha mti. Kwa hiyo kero zetu kutokana na kivuli kupinda, tungeangalia ule mti uliopinda, kama kuna uwezekano wa kunyosha kivuli kingetoka kimenyoka. Sasa ikitokea kama wale ambao wanatakiwa wao ndo warejeshewe mambo, wao ndo waseme kuhusiana na amani ya jamii, wao ndio waseme kuhusiana na hofu ya jamii, wao wakawa ndio wanaohitajika kuambiwa, sio wao ndo waseme, wao ndo wanaohitajika kuambiwa, hapo tusilaumu kupinda kwa kivuli, tulaumu kupinda kwa mti unaotoa kivuli hicho. Ikhwani fil iman, Allah tabaraka wa taala katika aya hii anasema walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu, kama sio vitu viwili katika fadhila za Allah na rehema za Allah zilizopo kwenu nyinyi, kwenye tabia yenu hii ya kukurupuka kueneza mambo ya hofu ya jamii na amani ya jamii, kama sio fadhila za Allah zilizopo juu yenu na rahma yake, lataba'tumush shaitana illa qalila, mngemfuata shaitani kwa kiasi kikubwa sana, na mngekuwa ni wahanga wa shaitani kwa kiasi kikubwa sana, illa kwa uchache. Ikhwani fil iman, mujtamaa ambao tunaishi nao, yani jamii ambayo tunaishi, lakini mtu mmoja mmoja katika jamii hii, isitoshe kwa upande wa wanandoa kwa mfano, lakini kwa upande wa maofisi kwa mfano, lakini pia katika koo na jamii kwa ujumla wake,
ni wahanga wakubwa sana kwenye upande wa ishaat, uzushi, habari zisizokuwa na mashiko. Namna gani zinatikisa mujitamaa, na namna gani jamii inakuwa ni wahanga kutokana na tabia kama hii. Ndoa zimevunjika, maofisi hayakaliki, nchi inakosa amani, nchi inakosa utulivu, kwa sababu kuna watu hapo kwenye mitandao kazi yao ni kulipua tu, kila uchao wanalipua jipya, na linalolipuliwa leo afadhali ya lile la jana lililotangulia. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anataamali na mitandao hii hali ya kuwa hana vidhibiti vya habari, anakuwa ni muhanga wa kulipuka moyo wake kila dakika. Ikhwani fil iman, na kwa sababu mitandao ya kijamii imekuwa mingi, inahitaji habari, basi imekuwa kama ni sera ya hiyo mitandao ya jamii kutengeneza skendo ili kupata viewers. Utaona anwani, ukiangalia unasema hii anwani, jambo lililozungumzwa chini ya anwani hii ni zito mno. Moyo unashawishika kufungua ili ujue salama ipo au ndo basi tena. Fungua alafu kutana nacho, utakachokutana nacho humo ndani utajuta. Na wengineo wanahamaki mpaka wanatukana kweli kweli kwenye zile comments za chini, wanatukana kweli kweli, kaza wewe, tumalizie mbii zetu. Lakini hii yote kutaka kuleta ishaati katika mujitamaa. Nchi hazitatulizana kupitia kwenye njia kama hizi, jamii hazitatulizana kupitia katika njia kama hizi. Basi kama wale ambao wanamiliki mitandao, kwa nini kwa miliki yao mitandao wasizuie watu hawa wakawafungia ili jamii ibakie salama? Lake, kwa nini wao unakwenda kwenye mitandao kama hiyo bila ya kuwa na udhibiti? Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah anamkhutubia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, in ja'akum fasiqun binaba'in, atakapokujieni fasiki na habari yoyote. Nakratun fi siyaqi al-ithbat yufidu al-umum, in ja'akum fasiqun binaba'in. Hii nakra hii inafidisha habari yoyote aliyokujieni nayo fasiki. Fatabayyanu, msifanye jambo lolote na habari hiyo bila ya kuthibitisha. Sasa hivi kwenye mitandao kuna mtu anaitwa, kwa mfano nataka niseme wazi ili tahadhari yangu ifike, kwenye mitandao kuna mtu anaitwa Habil na Kabil. Nani anamjua? Hivi kuna Mtanzania yote ambaye ashamuona kwa macho yake huyu ni mtu fulani? Sasa anapotokea shetani kutoka baharini, kama alivyotahadharisha hili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaja shetani kutoka baharini mbele za watu waumini, anawasimulia kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basi kwa sababu tu kasema kala Rasulullah, hiyo itakuwa ni kweli, hata kama msimuliaji wake ni shetani ambaye baadaye, kwanza kabla hapo baadaye hakuna mtu anayemjua, katokea tu popo analeta habari, lakini baada ya muda anatoweka, hatujui alikoelekea. Kabili na Habili, hakuna mtu anayemjua na wala hakuna atujui alikotokea, na atapotea kama alivyokuja. Lakini huyu anaelezea mambo yote ya nchi yetu, pamoja na kutengeneza session kwa watu kuhusiana na nchi yetu. Ni nani huyu? Unataamali naye vipi mtu ambaye humjui? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ay fatathabbatu. Kakujieni fasiki na habari, basi tafuteni uthibitisho wa habari ile. Allah anasema antusibu qauman bijahala,
mnaweza mkawaadhibu watu kwa ujinga, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, ikatokea kwa yale mliyofanya ya kuadhibu watu bila kuthibitisha mkaanza kujuta, na huko kujuta ni alama njema. Umefanya makosa ukajua umefanya makosa ukajutia makosa yako, alama njema, unaweza ukarekebisha baada kuwa unajua umekosea na unajutia. Lakini unaonaje kwamba baada ya makosa kama hayo yaliyopelekea kugharibu nafsi za watu, kugharibu damu za watu, kugharibu mali za watu, alafu baadaye unatafuta utetezi kuonyesha lililotokea sio lolote sio chochote, na kwamba wewe uliolifanya ni la sawa, inabidi watu waendelee kufanya kama ulivyotaka wafanye mwanzo. an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayuha almu'minun, ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtuma mmoja masahaba wake kwenda kukusanya zaka kwa Bani al-Mustaliq. Yule bwana kafika kule, akaangalia mazingira yalivyo, wala hata hakukutana na wale wahusika. Arudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia kwamba Mtume, tumekataliwa zile zaka, wale jamaa Bani al-Mustaliq hawataki kutoa zaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam sikaandaa jeshi kwenda kuwapiga wale watu ambao wamejizuilia kutoa zaka kwa ile habari ya mtu mmoja. Na huyu ndo fasik aliyetajwa na Allah katika hii aya. Hiyo ndo sababu nuzuli al-aya. Huyu ndo fasiki ambaye Allah kasema injaakum fasiqun binaba'in. Sababu yake ni kwamba alitumwa mjumbe kwenda kukusanya zaka. Alipofika kule kachungulia, wala kukutana na wahusika, arudi na habari kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wale mabwana wamekataa kutoa zaka. Mtume aandaa jeshi kwenda kuwapiga waliokataa kutoa zaka. Wale mabwana kule wamekaa muda mrefu kusubiri mjumbe wa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wakati ambao waliahidiana ushapita. Mwisho wamekaa wakapatwa na shauku kujua kuna nini, mbona kwa Mtume kumekwama. Wakaona bora tutume sisi ujumbe kwenda kwa Mtume. Wanafika Madina, wamkuta Mtume anaandaa jeshi kwenda kuwapiga wao. Inakuaje hii? Kwani si nimewatumieni mimi mjumbe kuja kwenu kuchukua zaka? Sema Mtume hatujamuona mjumbe, na sisi baada ya kuona muda unakwenda tumeona tuje sisi wenyewe. Allah anashusha aya kwenye Qur'ani, injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala. Hivi hawa mafasiki waliopo kwenye mitandao ya kijamii, hawa mahawana waliopo katika mitandao ya kijamii, hawa munafiqun waliopo katika mitandao ya kijamii, ile aya ya kwanza katika suratul Nisa, Allah jalla wa ala alikuwa anakemea tabia za wanafiki, kuwa kwao wao hawapendi amani ya jamii, hawapendi utulivu wa jamii, kazi yao ni kulipua tu. Wale wa mwanzo ni wanafiki, lakini hawa wa pili ni mafasiki. Hawa mafasiki pamoja na hawa wanafiki wamejaa kiasi gani katika jamii yetu, na hao ndio ambao wamejiveka joho la kuwa ndio wasemaji katika familia zetu, hao ndio wasemaji katika nchi yetu, hawa ndio wasemaji katika mujitamaa wetu, hali ya kuwa vigezo vya habari kwao vinapingika. Innama afatul akhbari ruwatuha, hakika si vinginevyo maafa ya habari ni wasimuliaji wake. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala akatuwekea udhibiti. Habari lazima ipimwe msemaji wake. Je, msemaji wake anastahiki kuwa ni hamil li hadha al-khabar, anastahiki kuwa ni mbebaji wa habari hii? Na kama kuna sehemu kuna vigezo vya udhibiti wa habari, basi kwenye Uislamu kuna vigezo vya udhibiti wa habari. Wanasema salafu salih, ilikuwa kama kina Abdullah ibn Abbas na wengineo, ilikuwa idha sami'na qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asghaina ilayhi adhanana, ilikuwa tunaposikia amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, masikio yetu tunayatega kwa utulivu kusikia amesema nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma idha rakiba an-nasu ad-duyun, ama watu baada kuingia kwenye uongo, kulna sammu lana rijalakum,
Baada ya hapo tukisikia mtu anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunawaambia hebu tutajieni rijali wenu kutoka kwenu nyinyi kwenda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii sanadi ni muttasil au sanadi ni munqati? Je, rijaluhu athbat? Wale rijali walioleta habari hiyo ni watu madhubuti au watu ni majmaja? Ikhwani fil iman, in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu, atakapokujieni fasiki na habari yoyote ithibitisheni. Miongoni mwa maafa tulionayo kupitia kwenye habari ni udhaifu wa wapokeaji pia, sio wasemaji tu. Ni dhaifu kwa upande wa wapokeaji pia, yani mpokeaji wa habari ye mwenyewe ni dhaifu, ameletewa habari dhaifu. Kinazalikana kitu gani hapo? Yani mtu dhaifu kapokea habari dhaifu. Kwa watu wetu nao ni wanyonge mno katika upokeaji wa habari. Yani wao wanapenda zile hamasa zile hamsha zile, na kwa sababu nao pia wana mitandao vyao, wanapenda kutupa habari ya uongo ya uzushi ili nao wapate viewers kwenye mitandao ya kijamii. Haujali unaiathiri jamii yako kiasi gani kwa habari hiyo. Ikhwani fil iman, katika nyakati za machafuko, katika nyakati za sintofahamu, katika mazingira ambayo jamii haina umoja, haina utulivu, basi nyakati hizi tahadhari mno na habari. Yani weka kabisa msingi kwamba sasa hivi sitaki kupokea habari yoyote mpaka nitakapoithibitisha, na kama sikuthibitisha habari zote yahtamil. Innama al-khabaru yahtamilu as-sidq wal-kadhib. Al-qara'in hiya allati tuaddika ila as-sidq au ila al-kadhib. Habari yote inapokuja ina ihtimali, yawezekana ikawa ni kweli, inawezekana ikawa ni uongo. Zile qara'in, zile dalili za nje ndizo ambazo zitakutia nguvu kwamba habari ni ya kweli au ya uongo. Wewe kataa moja kwa moja habari zote unazosikia, kataa mpaka utakapopata uthibitisho, sema hii naikubali kwa sababu ya uthibitisho kadhaa. Bila hivyo hakuna habari. Sasa hivi kuna uzushi, tuna ishaati mbalimbali. Ikhwani fil iman, wametaja baadhi ya wanazuoni wa tafsiri katika tafsiri zao kwenye kauli ya Allah tabaraka wa taala, wama Muhammadun illa rasulun, katika uwanja wa Uhud, wa kusira an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rubaiyatu. Mtume alayhi salatu wassalam amekwisha kuvunjwa meno yake manne na Abu Amir al-Fasiq ibn Qami'ah. Anamfata hamilu liwa'i muhajirina wa huwa Mus'ab ibn Umayr, wa yaqulu lahu ya Mus'ab inna Muhammadan qad qutil. Qala wama Muhammadun illa rasulun. Faqata'a yadahu al-yumna famasaka al-liwa'a ala yadihi al-yusra. Ibn Qami'ah anakwenda usoni kwa Mus'ab ibn Umayr ambaye amebeba bendera ya muhajirina kwenye uwanja wa mapambano katika vita vya Uhud. Uso kwa macho anamwambia ya Mus'ab inna Muhammadan qad qutil, ewe Mus'ab, Muhammad ibn Abdullah amekwisha kuuawa. Qala wama Muhammadun illa rasulun. Akajibu huyu sahaba mtukufu ambaye haathiriki na propaganda za watu, hakuwa mtume Muhammad isipokuwa ni mtume. Ibn Qami'ah akakata mkono wake wa kulia kuanzia kwenye kiwiko hapa kwenda chini. Mus'ab ibn Umayr akadaka bendera kwa mkono wake wa kushoto. Anaendelea kuendeleza yale mapambano kwa sababu yeye ni mbebaji wa bendera. Anakuja Ibn Qami'ah mara ya pili usoni kwake, anamwambia ya Mus'ab inna Muhammadan qad qutil, Muhammad kauawa. Anamwambia wama Muhammadun illa rasulun, hakuwa mtume Muhammad isipokuwa mtume tu. Hatupigani kwa sababu ya mtume Muhammad hapa sisi tunapigana kwa lengo la kulinyanyua jina la Allah tabaraka wa taala, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Angalia thabati ya masahaba katika ishaat kwenye uwanja wa mapambano. Naam, imetengenezwa propaganda ile kwa sababu wanataka kuwatoa mchezoni, kwa sababu ikiwa ndio kiongozi mkuu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuawa, vita sishaisha tena, jikauawa bado vita inaendelea. Lakini
haikuwa malezi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba wake kurudi nyuma kwenye uwanja wa mapambano eti kwa maelezo kwamba Muhammad ameuawa. Ibn Qabi'a anakata mkono wa Mus'ab ibn Umair wa kushoto. Riwaya zinataja Mus'ab ibn Umair akadaka ile bendera kwa viwiko vyake vilivyobakia, akaikumbatia kwa kifua. Anajibu, ama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Qala ba'd al-ulama, ba'd al-mufassirin, ba'd ulama'i al-Qur'an, nazalat hadhihi al-aya bi Mus'ab ibn Umair. Allah kaileta hii aya kwenye Qur'ani, inasoma katika sura Ali Imran, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibayhi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Hadi maneno aliyosema Mus'ab, kipande fulani aliyosema Mus'ab, Allah kaleta Qur'ani aya kamili, wama Muhammadun illa rasulun. Hakuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni mtume. Kad khalat min qablihi ar-rusul, wamepita mitume wengi kabla yake. Afa imata, kama Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amekufa kifo cha kawaida au kutil au ameuawa, inqalabtum ala aqabikum, je mtarudi nyuma kwa visigino vyenu? Waman yanqalibu ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a, atakayerudi nyuma kwa visigino vyake ajue hata mdhuru Allah kitu chochote. Wasayajzi Allahu shakirin, Allah tawalipa malipo mema wale wenye kuendelea kushukuru na kupambana katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Ikhwani fil iman, kuna habari inaenea kwenye mitandao ya kijamii, na mimi bado naendelea kuitetea nchi yangu, eneo langu la kumwabudia Mola wangu, hata kama atachukia mwenye kuchukia. Habari inasema baada ya rais wa nchi kutoa hutuba alipozungumza na wazee wa Dar es Salaam, hali yake ya afya ikawa mbaya. Baada siku moja siku mbili, habari za kwenye mitandao kwamba rais amekufa. Mimi najibu na wajibia wa Tanzania, wama raisatuna illa raisatun qad qalat min qablihi ar-ru'asa afa in matat au qutilat inqalabna ala aqabina. Hakuwa huyo rais isipokuwa ni rais tu, wamepita marais wengi kabla yake. Kama atatokea kufa kwa kawaida au akauawa, je sisi turudi nyuma kwa visigino vyetu? Kwa upande wetu wa Islamu, inapotokea mtu kafa, wajibu wa sisi tuliokuwa hai kwa mtu aliyokufa mambo mangapi? Manne. Mambo mangapi? Na la tano la ziada la kudumu, kila siku muombea dua. Sawa? Amekufa mtu, tumethibitisha umauti wake, tunamuosha. Huo ndio wajibu wetu wa kisheria. Tunamvesha sanda, jambo la pili. Tunamswalia, jambo la tatu. Na tunakwenda kumzika, jambo la nne. Na la tano la ziada ni kwamba tunaendelea kumwombea dua kila siku, sababu amekufa Muislamu. Muislamu ana haki ya kuombewa dua. Baada ya hapo hatuna dhima yoyote. Alipokufa kiongozi wa umma wa Kiislamu Abubakar ni Siddiq, usiku asubuhi kikundi kidogo cha watu wamekwenda kumzika. Sehemu kubwa ya jeshi la Kiislamu limetolewa katika mji wa Madina, linakwenda kuomba nguvu, kutia nguvu wanajeshi waliopo katika maeneo ya Iraq. Kina Abu Mas'ud Thaqafi wa kina Muthanna ibn al-Harith wameleta ujumbe katika mji wa Madina, tupo katika hali mbaya, tunaomba msaada wa jeshi. Asubuhi jeshi linakwenda Iraki, watu watatu wanne wanakwenda kumzika Amirul Mu'minin Abubakar as-Siddiq. Haturudi nyuma. Sawa haturudi nyuma. Hata kama mlikusudia kwa propaganda hiyo eti mtawarudisha watu nyuma kwenye mitazamo yao, hakuna kwani yeye ndio wa kwanza kufa? Mbona aliyopita amekufa madarakani? Watu warudi nyuma? Nchi ilitetereka. Kwa hiyo kama mnatengeneza maneno kama haya kutaka kuwatia kalak Watanzania wamerudi katika njia sawa, wapo na amani. Hata wale walioshiriki kwenye maafa yaliyopita wamegundua makosa yao, wapo kitu kimoja, wanaendelea. Kufa kwa kiongozi wa nchi sio kukwama kwa nchi, na nchi inaendelea. Alhamdulillah ala ihsani
والشكر له على امتنانه وتوفيقه. وصلى الله وسلم على النبي الكريم الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، أيها التنزانيون، enyi waumini, enyi wa Tanzania, pana makosa tuliyafanya sisi, na makosa yale msidhani ni makosa ya hapa duniani tu, ni makosa mpaka akhira. Tunahitajika tufanye taubatan nasuha ili tuendelee kupata rahma za Allah tabaraka wa taala. Katika maqasidu tashrii' nilizungumza hapa na Masjid Kokobichi zile dharuriyatul khamsa: kuhifadhi dini, kuhifadhi nafsi, kuhifadhi mali, kuhifadhi akili na kuhifadhi nasabu. Tulifanya makosa kwenye hivyo vitu vitano. Nafsi ziliuawa, lakini mali ziliteketezwa, heshima za watu zikavunjwa, na dini kadhalilishwa. Haya ni makosa sio tu kwenye katiba ya nchi, ni makosa kwa Allah tabaraka wa taala. Na nimesema mara nyingi nikikariri, haya yana masuhulia amama Allah yaum al-qiyama. Makosa haya yana masuhulia mbele ya Allah siku ya kiyama. Usijipumbaze kwa kujiona kwamba wewe huhusiki. Ni afadhali kujitia kwenye masuhulia, kuona kwamba kuna uwezekano kuwa umekosea, kuliko kujiaminisha kusema mimi nipo right, sijakosea. Sasa nyoyo zimekusha kurudi kwa pamoja. Tumeona hatari ya kila ambacho tunakifanya. Leo hizi zinaanza kuja propaganda nyingine kututoa kwenye mstari. Walillahi alhamdu wal minna. Nipeleke shukrani zangu kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, jazahumullahu khairal jazaa. Nipeleke shukrani zangu za dhati kwa utawala ambao wao ndio wamesimamia hivi vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini nipeleke shukrani zangu za dhati kutoka ndani ya mtima wa moyo wangu kwa Watanzania wote. Tarehe 9 Desemba imepita salama, mpaka wachukie wale ambao wamekusudia kuendelea kumwaga damu za Watanzania bila sababu, mpaka waelewe wale watu ambao wamekusudia kuharibu mali za Watanzania na kuitikisa amani bila sababu. Changamoto zinazoelezwa zilikuwepo, zipo na zitaendelea kuwepo, na tumeendelea kuishi nazo bila kumwaga damu, bila kuleta machafuko. Nini kipya kimetokea mpaka mkasababisha watu kukuana, mpaka kuchoma mali za watu? Tunaichoma nchi yetu kwa mikono yetu. Ana unadi ala hadha al-minbar, mimi natoa wito juu ya membari hii: enyi watu wa shari, aksiru, acheni shari zenu. Kwani nyinyi hampati amani mpaka mlete zaza kwenye miji ya watu? Palitengenezwa ishaa ili mjumbisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Katika hadithul ifk, tukio la kumtuhumu mke kipenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amefanya uchafu wa zinaa, mwaka wa 5 Allah jalla wa ala akaleta Qur'an: innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm walladhi tawalla kibarahu minhum lahu adhabun alim idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Hakika wale ambao wameleta uzushi ni kikundi miongoni mwenu. Msidhani kwamba hiyo ni shari kwenu, bali hiyo ni kheri kwenu. Naam, kwa sababu imebainika maadui zetu ni nani, tumejua watesi wetu ni nani. Hii ni kheri kwetu. la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm. Kila mmoja miongoni mwao analo fungu lake la madhambi aliyoyachuma, atakaye kwenda kusimama nayo mbele ya Allah siku ya kiyama. walladhi tawalla kibarahu minhum lahu adhabun alim.
Yule ambaye ameshikia bango uzushi huu akaueneza, hakutaka watu watulizane, huyu amepewa adhabu ya kuumiza yeye peke yake. Mweke hapo ukitaka Mange Kimambi, ukitaka kumweka Maria Sarungi, ukitaka kumweka Wahabili Sukabili na wale wote wanaowasaidia wao. Walladhi tawalla kibarahu minhum lahu adhabun alim. Kwenye aya hii aliyokusudiwa alikuwa ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul, raasul munafiqin. Huyu ndio ambaye tawalla kibarahu, huyu ndio ambaye alianzisha ule uzushi wa kusema Aisha amefanya uzinifu. Ma salimat bihi wa masalima biha. Anamuona Ummul Mu'minin Aisha analetwa katika mji wa Madina, na mmoja wa masahaba mtukufu anasema Abdullah ibn Ubay ibn Salul kauli yake ambayo ina ihtimali, ma salimat bihi, yani huyu mwanamke hakusalimika na huyu mwanamme, wa masalima biha, na huyu mwanamme hakusalimika na huyu mwanamke. Anakusudia Aisha kaziniwa. Wewe unaambiwa mke wako kaziniwa na mtu fulani, amani inabakia kwenye moyo wako? Huo ni ugomvi. Tutaniane kwenye yote, tutaniane kwenye wake. Sasa mnaleta zaa katika mjitamaa kwa maneno ya uzushi, mkitaraji kwamba kuna watu ambao ni dhaafu alqulub watawasikilizeni, watavutika na maneno yenu. Hii sio amana, huu sio uaminifu. Na wewe unanufaika nini watu wanapokuwa hawatulizani? Wewe ni shetani. Shetani ndo ambaye hapendi watu watulizani. Wewe ni shetani. Roho yako imekuwa mbaya, una chuki na amani ya watu. Mambo kama haya hayatakiwi kusapotiwa ayuhal mu'minun. Kadhia ya ifki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa ni mtume, ilimyumbisha sana mpaka Allah alipokuja kuleta uthibitisho huu kwamba hiyo habari ni habari ya uzushi. Muhammad, usishughulishwe nayo. Lakini kuna watu waligharamika pamoja na salaha yao. Wakina Hassan ibn Thabit, sahaba mtukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aligharamika kwa sababu haya maneno nayo yalimyumbisha, akasema kama walivyosema kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Wakina Hamnatu binti Jahsh, mke wake Mus'ab ibn Umair, mdogo wake Zainab binti Jahsh, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni dada wa sahaba mtukufu Abdullah ibn Jahsh, anaitwa Hamnatu binti Jahsh. Ni katika wale waliopigwa bakora 80 kwa kushajiisha huu uzushi wa kutuhumu heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia hawa wakina Miswahu ibn Athath hawakusalimika, walitiwa bakora 80. Naam, wale watakaobainika wameshiriki, tukapata uthibitisho usiokuwa na shaka kwamba wameshiriki katika vurugu hizi, kuhamasisha na kumwaga damu za watu, wachukulie hatua za kisheria kwa mujibu wa sheria, ili iwe tahadhari na komesho kwa watu wengine wa fikra kama hizi za kuleta uzushi wa kuleta mvunjiko wa amani na utulivu kwenye mjitama. Ikhwani fil iman, uzushi unaondosha amani katika mjitama. Uzushi unaotesha nifaki katika mjitama. Kuna watu wanapata nifaki, wanakuwa wanafiki kwenye kadhia za uzushi kama huu, kwa kuwa kwao nyoyo zao ni nyepesi kutasarraha katika uzushi, na maafa mengine mengi yanayozalikana. Lakini nimalize kutuba yangu kwa kusema, kama mnaleta uzushi wa kuwa rais amekufa, hivi kwa kufa rais mnatuogopesha nini? Mnatutishia nini? Mnataka nini kwetu kwa kutuambia kwamba rais amekufa? Kwa hiyo sisi rais akifa tunakwenda kumzika, na katiba yetu imesheheni maelezo kama ilivyokuwa rais aliyopo madarakani alipokea kijiti akiwa makamu wa rais, baada ya kufa rais aliyotoka akiwa madarakani. Dunia nzima ilistajabu na utulivu wa Tanzania, wamefiwa na rais, hakufinywa hata mtu mmoja. Sasa mnatutisha nini kututangazia rais amekufa? Tutapita kama tulivyopita mwanzo, tena kwa tahadhari kubwa zaidi, sababu tushajua kuna shari ambayo inatutafuta. Kwa leteni uzushi huu, leteni uzushi mwingine, kadhaneni kwenye uzushi. Walillahi alhamdu wal minna, tayari akili za Watanzania zimekwisha kuamka. Nasallallahu tabaraka wa taala
أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا صواب الحجة في الدنيا والآخرة. اللهم يا ربنا من أراد بنا وببلادنا تنزانيا وببلاد المسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وأخرجنا من بين أيديهم آمنين سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم وادفع عنا ضرهم. اللهم أخرجنا من بين أيديهم آمنين سالمين، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.